Alright. Sasa kwenye haya maisha kila mtu ana matatizo yake, basi tu watu wasemi. Ngoja nikuonyeshe hii hapa. Movie inaanza, kuna binti mmoja yuko mbio sana, anapanda ngazi ya haraka kama anataka kuachwa na ndege vile. Mbio zake zinaishia kwenye hii ofisi za huyu lecturer, mwalimu wa chuo huyu. Jina lake mwite Jerry, na huyu binti anaitwa Eva. Jerry akawa mkali, vipi wewe? Mbona unaingia ofisi za watu bila heshima? Huna akili, si ndio? Eva akawa anababaika akasema ndio. Eva akasema kwamba sikuwepo darasani leo, alafu wanafunzi wenzangu wameniambia unanihitaji. Jerry akasema kwamba wewe ndio umeandika hivi? Yaani wewe ndio umeandika huu utumbo? Sijawahi kukutana na mwanafunzi kichwa maji kama wewe. Yaani huu ndio utafiti umeandika? Yaani sura ya kwanza imekaa hovyo, hizo zinazofuata zitakuwaje? Jerry akamtimua mule ndani. Jerry ni mwalimu mmoja amekaza sana, hataki utani. Sheria anazo nyingi sana darasani, kila mtu anamwogopa. Leo alikuwa anawapa sheria zake darasani, akawaambia kwanza, mimi ni mtu busy sana, kwa hiyo kama huna jambo la msingi usinifuate ofisini. Ukichelewa kuingia darasani hakuna kuingia. Nikiwa darasani ukatoka nje lazima nikufelishe hili somo. Maisha ya chuo magumu. Sasa kumbe ile kazi hakuandika Eva mwenyewe, alikuwa ameandikiwa na mtu. Baada ya pale ilibidi amfuate, akamwambia mbona umenikusanyia kazi ambayo sio yenyewe? Yule jamaa akamwambia kwamba nilikutaka ukanikataa, sasa kwa nini mimi nikae nafanya kazi yako? Nimekusanya ambayo nimeona ipo karibu, hayo mengine utajua mwenyewe. Mambo yakawa yamekuwa magumu. Sasa kwa Eva sio kwamba chuo ndio kigumu peke yake, mpaka maisha ya nyumbani yana changamoto zake. Eva anaishi na baba yake ambaye ni mgonjwa sana, na yeye peke yake ndiye anayemhudumia, lakini pia maisha yao ya nyumbani ni magumu kweli kweli. Kwa hiyo kipato pekee wao wanakipata baada ya Eva kufanya kazi za kufua nguo za watu. Lakini pamoja na hayo, bado Eva alikuwa anajitahidi kusoma ili amalize chuo. Tukirudi upande huu, Jerry ndio alikuwa anafika nyumbani kwake. Akiwa chuo, Jerry ni mtu mmoja amekaza sana, lakini akiwa nyumbani, Jerry ana mawazo vibaya mno. Nyumbani anaishi peke yake. Akifika nyumbani, yeye ni pombe na mawazo, na baada ya hapo analala hapo hapo sakafuni mpaka asubuhi. Alright, kama kawa kama dawa, hii ni The Scenes na mimi ni Sam Rusasa. Usiache kulike na kusubscribe, lakini pia link ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp bure kabisa ipo kwenye description, lakini pia kwenye comments. Twenzetu. Leo Jerry alikuwa darasani kama kawaida, na muda huu watu walikuwa wanamaliza kufanya mtihani. Lakini wakati yeye anakusanya karatasi, muda huo Eva ndo anaingia. Alichelewa kidogo kwa sababu kabla ya kuja ilibidi amhudumie baba yake. Yeye anaingia, mtihani ndo unaondoka hivyo. Ikabidi amuulize mwenzake, kwani leo kulikuwa na mtihani? Akaambiwa mwalimu hakutangaza wala nini. Yaani amekuja tu hapa leo akatuambia haya tunafanya mtihani. Akatugawia tukafanya, na ndo huyo anaondoka. Na amesema hizi marks anaziongezea kwenye mtihani wa mwisho. Nenda kamuombe labda atakupa. Eva ikabidi amfuate. Kabla hata hajamkaribia vizuri, jamaa akamwambia, sogea, songa. Eva akajaribu kumuomba ampe mtihani, lakini kabla hata hajamaliza sentensi yake, Jerry akamwambia, hivi unajua kichwani wewe hauna kitu? Cha msingi cha kukushauri, wewe achana na masomo. Nenda kafanya issue zingine. Hii sio sehemu yako, hapa kufai. Eva akasema nimetumia juhudi nyingi sana kufika hapa. Siwezi kuacha chuo. Kwanza niko mwaka wa mwisho. Jerry akamwambia mnitokee hapa, unaletea kiwingu. Eva ikabidi aondoke. Leo wakiwa nyumbani, baba yake Eva akamwambia, "Hebu acha kutumia muda mwingi na hela nyingi kunihudumia mimi. Hiyo hela itumie kwa ajili yako, kwa ajili ya maisha yako ya baadaye." Lakini Eva akasema haiwezekani. Atafanya kila njia mpaka apate pesa za kumpeleka baba yake hospitali. Basi turudi chuo. Leo asubuhi Jerry alikuwa anafika kazini. Wakati anaingia akakutana na mwalimu mwenzake ambaye anaitwa Mrs. Annabel. Mrs. Annabel akamwambia Jerry kwamba nimepokea malalamiko kadhaa kutoka kwa wanafunzi. Kila mwanafunzi anakukataa usiwe mshauri wake kwenye project yake. Wanasema wewe ni mkali sana na unawakazia maisha. Lakini Jerry hajali wala nini. Akamwambia, kwa hiyo unataka mimi nifanyeje? Mimi silei watu ambao hawana akili timamu. Bora nikabaki na mwanafunzi mmoja anayejitambua kuliko kuhangaika na watu wengi ambao hawajui wanaenda wapi. Jamaa akaondoka zake. Akiwa nyumbani, Jerry alikuwa ni mtu wa huzuni na mawazo sana. Leo alikuwa anaongea na picha. Aliyekuwa kwenye picha ni mwanamke mmoja mrembo sana. Alikuwa anasema kwamba yani tangu uondoke mambo mengi sana yamebadilika, lakini hata siku moja sijawahi kupata amani. Huyu alikuwa ni mke wa Jerry. Sasa aliondoka kaenda wapi? Tulia hivyo hivyo nitakwambia. Jerry alikuwa anaongea kwa uchungu sana.
Akawa anamwambia amemmisi sana, lakini ndo hivyo, hana cha kufanya. Machozi alikuwa anamtoka mzee mzima. Wakati upande wa pili huku Eva alikuwa anaendelea kusoma huku akimhudumia baba yake. Ilibidi airudie ile kazi upya kwa sababu ya kwanza Jerry aliikataa. Siku iliyofuata ilibidi amfuate Jerry ofisini kumpelekea. Muda huo Jerry alikuwa anakula. Eva akamwambia, nimemaliza kuandika sura ya kwanza, nimekuletea uiangalie. Lakini Jerry amekaza uso wa mbuzi, akamwambia, sina muda, tafuta msimamizi mwingine akusaidie, mimi sina muda. Eva akakataa, akasema, wewe ndo mwalimu wangu na wewe ndo utakayenisaidia. Leo Eva aliamua kukaza, mimi hata uniue humu ndani sitoki. Akakaa kwenye kiti kabisa. Jerry akaona hichi kichwa kigumu leo, ilibidi tu akubali. Jioni alipofika nyumbani akaona ngoja asome hii kitu aone huyu mwanafunzi ameandika nini. Lakini kwa bahati mbaya leo pia Eva alikuwa ameandika utumbo. Yaani swali lilivyouliza na alichokiandika ni vitu 6 tofauti, haviendani. Jerry akasema hao wanafunzi wengine ni hasara tu duniani, wanapoteza hela shule tu, wala hamna kitu kichwani. Kesho yake akamuita ofisini, akamwambia, nimekuwa mwalimu kwa miaka kadhaa sasa, sijawahi kukutana na mwanafunzi kilaza kama wewe. Yaani kichwa ni kitupu kabisa. Cha kukushauri, ukiachana na biashara za kusoma ukaenda kuuza tandizi huko barabarani, inawezekana ingekusaidia. Shule sio vitu vyako kabisa. Eva alijisikia vibaya sana siku hiyo. Aliondoka analia huko anaongea peke yake njiani. Akawa anawaza, kwani hii dunia nimeikosea nini mimi? Bora kila ninachokifanya hakiko sahihi. Sasa nikikwambia kwamba shida za Eva zilikuwa zimeishia hapa, nitakuwa nimekudanganya. Leo Eva alikuwa nyumbani anamnywesha uji baba yake. Muda sio mrefu baba mwenye nyumba akaja. Anataka kodi yake. Mnakaa tu kwenye nyumba za watu amlipi kodi. Mzee alikuwa amewaka kweli kweli. Nikaona na huyu mzee ajifanye mgonjwa ili msilipe kodi yangu. Huyu anaumwa nini huyu? Eva alivyoona kwamba baba yake anaanza kuvunjiwa heshima, akaona sasa hii imepitiliza. Akamwambia, wewe mzee sikiliza. Ndio unatudai, lakini usitupande vichwani. Baba mwenye nyumba naye haelewi. Akamwambia, nawapa mwezi mmoja tu. Hela yangu niwe nimeipata, la sivyo nitawahamisha mchana kwa upe. Akaondoka zake. Haya yalikuwa ni manyanyaso na aibu. Hiyo yote kwa sababu hawana hela. Sasa kwa jinsi ambavyo mambo yaliendelea kuwa magumu, Eva aliamua kuacha chuo. Hakuwa na uwezo kumhudumia baba yake, aende kutafuta hela, lakini pia apate muda wa kusoma. Ilishindikana. Kwa hiyo akaamua kuachana na chuo kimya kimya. Upande huu Jerry alikuwa akija darasani, anajaribu kumwangalia Eva lakini hamuoni. Akawa anawaza huyo ameenda wapi? Baada ya kukosa vipindi kadhaa, Jerry akawa na wasiwasi. Huyu atakuwa ameacha chuo jumla. Isije ikawa ni kwa ajili ya yale maneno niliyomwambia. Mimi sikumwambia ili aache chuo. Nilimwambia ili apate nguvu ya kusoma zaidi. Sasa upande huu, baada ya mbinu zote za kutafuta hela kushindikana, Eva aliamua kujigeuza yeye mwenyewe kuwa bidhaa. Akatia kigauni kifupi kwa ajili ya kutamanisha wateja, alafu akaenda barabarani. Haikuwa kazi ambayo ameizoea. Wakati anatembea barabarani, masela wakamuona. Wakambukia wakiwa watatu. Wakamwambia, mtoto umeiva. Hapa inabidi ukatublesi wote. Haina haja mmoja ndio akaenjoy peke yake. Hao jamaa walikuwa wanataka kwenda kumshughulikia wakiwa watatu. Eva kaona hapa nimeakanyaga. Si wakaanza kumzonga wambebe juu juu. Kwa bahati nzuri, Jerry akatokea kusikojulikana. Akawatoa mbio wale jamaa. Akabaki na Eva pale. Akamwambia, una matatizo gani wewe? Yaani shule unaacha unakuja mitaani? Eva alikuwa na hasira. Akamwambia, haya kuhusu. Fanya maisha yako, achana na maisha yangu. Umeniambia niache chuo? Haya, nimeacha sasa. Nimekuja kufanya kazi hii. Lakini Jerry akamwambia, mimi sikumaanisha uje kufanya kazi kama hii. Hapo ikabidi awe mpole kwanza. Jerry akamchukua akaenda naye mpaka nyumbani kwake ili wazungumze vizuri. Jerry akamuuliza, kwenye project yako umefikia wapi? Eva akashangaa. Akamwambia, yani wewe, mimi nakwambia hatuna kodi, tunataka kufukuzwa kwenye nyumba. Baba yangu anaumwa, anahitaji hela ili afanyiwe upasuaji. Wewe unaniambia kuhusu masuala ya chuo? Jerry akamuuliza ni shilingi ngapi inahitajika. Eva akamwambia kwamba matibabu ya mzee wake hospitali yanahitaji $1,500,000 naira. Lakini pia kodi ya nyumba wanadaiwa $200,000. Kwa hiyo jumla inakuwa ni $1,700,000 naira. Naira ni hela ya Nigeria. Jerry akamwambia sawa, sasa kwa mfano nikikupa hiyo hela, mimi nitapata nini kutoka kwako? Eva akaona kumbe ni wale wale. Akamwambia, kwa hiyo na wewe unataka kunikula kabisa? Jerry akamwambia, unaona sasa, kichwa maji. Nani amekwambia mimi nataka hayo mambo? Kama ningetaka, unahisi ningetaka kutoka kwa mtu kama wewe? Eva akajishangaa, kwa nini mimi na shida gani? Jerry akamwambia kwamba nimechunguza, nikaona matokeo yako wakati unaanza chuo yalikuwa mazuri sana.
lakini baada ya muda yakashuka. Sasa naelewa kwa nini alishuka, ni kwa sababu ya changamoto za nyumbani. Sasa mimi nitakusaidia, nitakupa hiyo $1,700,000 ili ukashughulikie matatizo ya nyumbani kwenu. Baada ya hapo nahitaji usome, ufaulu na upate daraja la kwanza. Nitakuandikia mkataba. Ukishindwa kupata daraja la kwanza kwenye matokeo yako ya mwisho, hela ambayo nimekupa unanirudishia. Sawa? Eva akakubali, sawa. Jerry akamwambia njoo hapa kesho asubuhi. Siku iliyofuata mapema sana Eva alikuwa amefika na mkataba ulikuwa tayari. Basi akasign kwamba kama hataweza kupata daraja la kwanza kwenye matokeo yake ya chuo, hiyo $1,700,000 anayopewa atairudisha, lakini kama akiweza kufaulu kwa daraja hilo basi hatarudisha. Basi baada ya hapo alienda kalipa kodi, lakini pia akamchukua mzee wake kampeleka hospitali. Baada ya siku kadhaa alipigiwa simu na daktari kwamba kwa bahati nzuri operation imekwenda vizuri na mzee wake atakuwa sawa. Alifurahi sana mpaka akatoa machozi. Furaha yake haikuishia hapo. Alikimbia mpaka nyumbani kwa Jerry. Akamwambia sina namba yako, ningekupigia. Nimekuja kukuambia kwamba mzee atakuwa sawa. Furaha ilikuwa nyingi kiasi kwamba akashindwa kujizuia. Akajikuta amemkumbatia. Toka. Yule mwalimu anayeogopwa na kila mtu, mpaka walimu wenzake wanamwogopa. Jerry akaona Eva hakuwa anajali kwamba huyu mtu ni mkali wala nini. Akamwambia usijali, nitafaulu mtihani, nitapata daraja la kwanza, first class. Alikuwa amefurahi sana siku hiyo. Baada ya hapo Jerry akamwambia haya, uende na usisahau kufunga mlango wangu. Na mwamba akamwacha pale pale. Baada ya hapo angalau leo Jerry alikuwa na furaha kidogo. Akaamua kwenda kuongea na picha ya mke wake. Akawa anamuelezea story kuhusu Eva. Akamwambia huyu binti ni mzuri, japokuwa umri wake bado uko chini kidogo. Anaonekana na roho safi sana. Ungekutana naye najua hata wewe ungempenda. Upande huu baba yake Eva alikuwa anaendelea kupata nafuu polepole, na muda wote Eva alikuwa anamhudumia. Leo Eva alikuja ofisini kwa Jerry kwa ajili ya kukusanya sura ya kwanza ya project yake. Jerry wala hakutaka kumwangalia. Akamwambia weka hapo na uende. Mwamba amekaza kweli kweli. Eva akaondoka. Jioni baada ya kurudi nyumbani, Jerry akaanza kuipitia ile kazi ambayo Eva ameandika. Akagundua kuna mabadiliko makubwa sana ya jinsi Eva alivyokuwa wakati ana changamoto za kifamilia na sasa hivi baada ya baba yake kutibiwa. Kesho yake akamwita ofisini. Hakutaka kumpa sifa nyingi. Akamwambia awamu hii iko sawa, unaweza ukaendelea na awamu inayofuata. Eva alifurahi. Akamwambia kwa hiyo nimefanya vizuri eh? Jerry akamwambia tulia wewe, umejitahidi. Tutaona awamu inayofuata unafanyaje na usinizoee sana. Basi baada ya hapo Eva kaenda darasani. Akiwa darasani, rafiki yake mmoja akamsogelea. Akamwambia umesikia? Hivi unajua kwamba huyu lecturer wetu ni mshirikina? Alimtoa mke wake kafara ili apate mali. Eva akashangaa. Lecturer gani? Akamwambia huyu Jerry. Yaani hizi mali alizonazo sasa hivi ni kwa sababu ya kafara ya mke wake. Eva akakataa. Akasema Jerry hawezi kuwa hivyo. Haonekani kabisa na masuala ya kishirikina. Baada ya kurudi nyumbani, Eva aliwaza sana. Aliona kabisa hii kitu haiwezekani. Siku iliyofuata, Jerry aliingia darasani kama kawaida. Siku hiyo pia Eva hakuwepo. Jerry akawasalimia wanafunzi, lakini cha kushangaza hakuna aliyeitikia. Badala yake wote wakasimama na kuondoka. Akabaki peke yake mule ndani. Akashangaa kwani imekuwaje leo. Baada ya hapo akaitwa na mkuu wa chuo, na huko ndio akaambiwa nini kinaendelea. Mkuu wa chuo akasema kwamba kuna tetesi zimesikika kwamba wewe ni mshirikina na ulimtoa mke wako ili upate mali. Jerry akasema hicho kitu ni cha kuchekesha na hakiwezi kuwa kweli. Kwa nini amtoe mke wake? Lakini mkuu wa chuo akasema kwamba tetesi zozote lazima zifuatiliwe. Kwa hiyo kwa sasa watamsimamisha kazi mpaka wapate majibu ya hizo tetesi. Jerry alikasirika sana. Aliona haya ni mambo ya kitoto. Jioni ya siku hiyo, Jerry akiwa nyumbani kwake akasikia mlango unagongwa. Alikuwa ni Eva. Eva akasema kwamba alikwenda ofisini kwake leo hakumkuta. Alikuwa amemletea sehemu ya pili ya kazi yake ili aikague. Jerry akamwambia kwamba wewe nenda katafute msimamizi mwingine. Mimi nimesimamishwa kazi. Kwa hiyo kwa sasa siwezi kushughulika na chochote kinachokuhusu. Eva akakataa, akasema wewe ndo mwalimu wangu. Sitaki mtu mwingine. Na kama haitoshi, akampita pale mlangoni akaenda kumsubiri ndani. Jerry hakuwa na namna. Ilibidi tu afunge mlango. Sasa leo Jerry akaamua kumwambia ukweli. Akamwambia zamani alikuwa na mke wake na walikuwa wanapendana sana. Lakini kwa bahati mbaya mke wake alikuwa na kansa ya damu. Aliugua kwa muda mrefu sana na katikati ya kuugua kwake mke wake akapata ujauzito. Aliyesababisha hivyo ni mke wake kwa sababu alikuwa anataka kabla hajaondoka angalau amwachie mtoto. Lakini kwa bahati mbaya wote wawili walifariki. Baada ya hapo Jerry hakuona tena sababu ya kuendelea kuishi.
kila kitu alikiona hakifai, na ndio maana amekuwa na roho ngumu sana. Lakini pia tangu amekutana na Eva amejikuta akimkumbuka sana mke wake, kwa sababu tabia zao zinaendana, wote wana roho nyeupe. Kwa hiyo ndio maana amekuwa anamfanyia roho ngumu sana Eva ili tu kujizuia asimpende. Na hapo ndio Eva akagundua kwamba huyu jamaa anampenda siku nyingi sana. Eva naye akasema sio wewe peke yako, hata mimi ninakupenda na nimeanza kukupenda zamani kuliko wewe. Jerry akamwambia hapana, binti kama wewe mwenye roho nzuri namna hii hautakiwi kuwa na mtu kama mimi. Tayari mimi nimeshaharibikiwa. Eva akaona akisimama hapa chini hawaelewani, ikabidi apande juu ya kiti ili wawe sawa. Eva akamwambia ni kweli una maumivu mengi sana moyoni, lakini wewe niamini mimi, ukiwa na mimi uko salama. Basi amini usiamini, hapa ndipo mapenzi yalianzia. Siku hiyo Eva alilala hapa, japokuwa hakuna kitu kilifanyika. Muda wote Jerry alikuwa anawaza sana. Penzi lilikuwa linakwenda kasi sana, kiasi kwamba ndani ya siku chache Jerry alikwenda kukutana na baba yake Eva. Mzee alimkubali na akamshukuru kwa kumlipia matibabu yake. Taratibu alianza kuzoeana, penzi likawaka moto. Taratibu Jerry akaanza kuwa na uwezo wa kutabasamu tena, ile huzuni ikaanza kupungua. Turudi chuo. Sasa baada ya uchunguzi kufanyika, hatimaye alianzisha uvumi kwamba Jerry alimtoa mke wake ili apate mali alipatikana, na alikuwa ni mwanafunzi. Mkuu wa chuo alikuwa mkali kama mbogo. Akamuuliza, imekuwaje ukamsingizia mwalimu wako? Wewe inabidi ufukuzwe chuo. Kusikia kufukuzwa chuo, yule binti ilibidi ajitetee. Akasema aliyesababisha hayo sio mimi, Mrs. Annabel ndio amesababisha. Alisema kwamba nikivumisha hizo taarifa atanipa A kwenye somo lake. Sasa kama unakumbuka, Mrs. Annabel pia ni mwalimu kwenye hiki chuo. Basi Mrs. Annabel akaitwa, na kwa sababu amekamatwa hakuwa na namna, ilibidi aanze kuomba msamaha. Mkuu wa chuo hakuwa anamsalia mtume, akamwambia wewe umesimamishwa kazi mpaka pale utakapopewa taarifa tena. Basi baada ya hapo Jerry akarudishwa kazini kwa sababu taarifa zilikuwa ni za uongo. Leo jamaa akaingia darasani kama kawaida, lakini tofauti na siku zingine, leo alikuwa na tabasamu kidogo. Basi akawaambia wanafunzi, kila mmoja amemaliza kazi niliyomwachia mara ya mwisho. Watu wote wakakaa kimya, maana yake hawajamaliza. Jamaa akatabasamu tu, alafu akawaambia basi hakuna shida, na waongeza siku nyingine mmalizie. Watu wote walishangaa, ikabidi wasimame na kuanza kumpigia makofi, kwa sababu kama ingekuwa siku nyingine, basi leo kingeumana hapa, wote angewatimua darasani. Basi na hapa ndo movie inaishia. Jerry na Eva walikuwa wamezama kwenye penzi, hawasikii hawaelewi. Movie inaitwa Mr. Lecturer, na movie kikweli ni kali sana. Kwenye comments utaniambia wewe ukimpenda mtu unamwambia au unamfanyia visa kama Jerry alivyofanya. Usiache kulike na kusubscribe, lakini pia link ya kujiunga na grupu letu la WhatsApp ipo kwenye description na kwenye comments. Mimi ni Samro sasa. Kesho tukutane kwenye nyingine, na hii ni The Scene.